Kwa unakuja saa ngapi sasa baby? Yaani hapo mpaka muda huu hamna hata watu hapa yoyote. Ndiyo, hela ndo ile tulokubaliana. Ndiyo hiyo wake nitakupa tu bao moja. Mabao mawili? Niongezee bana hata kidogo. Utanipa 300. Basi nakupenda, nitajitahidi nikupe vizuri leo. Subiri kidogo. Subiri kwanza. Subiri. Kaini kwanza kule niambie na wewe. Kule. Tokio mfunzo kako. Niangalie. Nenda basi, nenda leo. Ndogo. Pipi. Hapa wewe. Nenda bana pale kakae pale tulia, mimi naongea naye. Karibu sana tajiri. Hapo napata kila kitu unachohitaji. Tena na ofa juu. Oh, okay. Show time utanifanyia shilingi ngapi? 30,000 tu tajiri. Vipi mpaka asubuhi? Pia ni shilingi ngapi? Kwa wewe bosi wangu, 100,000 tu inatosha. Kana nini? Subiri. 100,000. Nipunguzie basi. Mimi nitakupatia 90,000. Na sabi. Kwa tunaelekea. Halo? Neila, yule binti mlonipatia ni mshenzi sana. Amenipiga alafu amekimbia. Unasemaje? Shenzi mkubwa wewe. Kwa nini umeshindwa kufanya kazi niliyokupa? Unadhani nitarudisha vipi gharama zangu zote nilizotoa kwako? Au unajua ni kiasi gani cha pesa ambacho nimetoa kwa mama yako? Halafu leo unakuja mjini. Unashindwa kufanya kazi? Sasa nisikilize vizuri we binti. Hapa utake, usitake, lazima utauza mwili wako. Mamdogo, mimi siwezi kuuza mwili wangu kwa sababu ya pesa. Kama ndio hivyo, nirudishe nyumbani kwetu. Nirudishe kijijini kwetu na kuomba. Urudi kijijini? Halafu gharama zangu? Ukitaka kurudi kijijini, basi rudisha gharama zangu zote nilizotoa kwa ajili yako. Na kama hauwezi, basi hautatoka humu ndani. Sijai kuruhusu kupata hasara kwenye biashara zangu.
mimi siwezi kuuza mwili wangu kwa sababu ya pesa. Siwezi mamdogo. Wewe binti unasemaje? Yaani ni hivi, utake usitake, utauza mwili wako. Pumbavu mkubwa huyo. Pole sana. Hapa ndani sio parahisi hata kidogo. Kama ukiendelea kuwa hivyo, maisha yako yatakuwa magumu sana. Lakini mimi siwezi kuuza moyo wangu kwa sababu ya pesa. Hata kule kwetu kijijini sijalelewa hivyo. Ni kweli na upo sahihi, lakini kwa mazingira ya hapa, ili uweze kuishi vizuri, ni lazima ufuate yale anayosema Madam Vera. Bila hivyo utaishia kulia kila siku. Maana hata sisi wengine tulikuwa kama wewe, lakini baadaye tulizoea mazingira mpaka sasa tunaona kawaida tu. Basi naomba unisaidie kutoroka hapa. Nisaidie dadangu, na kuomba nisaidie niweze kuondoka kwenye hii nyumba. Kwa bahati mbaya, hilo unaloliwaza wewe, hata sisi wengine tuliliwaza, lakini hatukufanikiwa kutoroka. Kwa maana Madam Vera ana connection kubwa sana. Ana watu kila sehemu, polisi na kila mtu yuko upande wake. Uweze kumkwepa kirahisi hapa mjini. Pole sana. Vipi madam? Nini kimetokea? Maana Gold kanipigia simu. Anasema Liana sijui kampiga. Kwanza yuko wapi mshenzi? Tulia. Tayari ameshaingia chumbani. Ila usijali, niachie mimi hii kazi, nitashughulika naye. Na cha moto atakiona. Lakini madam, unamlea sana huyu. Mbona sisi wakati tunakuja hapa tukupewa nafasi kama hivi? Lazima afanye kazi kama sisi tunavyofanya. Anatumia maji, umeme. Na hii nyumba inatakiwa ilipiwe kodi. Unafikiri hizo pesa zitatoka wapi? Kama kila akipewa kazi anafelisha. Kweli iko sawa hii madam? Usijali, mimi nitaongea naye. Wacha nikaanza naye mimi kwanza. Namfuata huko kwa chumbani.
Kwa hiyo unataka kucheza na biashara yetu, si ndio? Sina kuuliza wewe. Sisi wenzio hapa mjini tunategemea sana hii biashara. Halafu wewe unapewa kazi, unatuharibia wateja wetu, si ndio? Nisikilize kwa makini wewe choka mbaya. Goldi ni mteja wetu ambaye anamlipa vizuri Madam Vera. Halafu wewe unakuja unamkataa. Wakati nakupeleka kule nilikwambiaje? Nilikwambiaje wakati nakuchukua? Nakuuliza usinikalie kimya. Lakini dada, mimi nilishasema siwezi. Kwani mnanilazimisha? Lakini hauwezi. Hivyo unavyofikiria hii nyumba, unatumia umeme, unatumia maji, unalala bure. Unadhani hii nyumba ni ya ulisi wa bibi yako? Hapa ndani kile unachokiona inatumika pesa. Sasa nisikilize kwa makini. Utake, usitake, utauza mwili wako. Tena leo una bahati sana. Yaani kwa jinsi ulivyonikera. Nisikilize nikwambie Remi. Usikae ukamfikiria mwanamke ambaye ameshaondoka kwenye maisha yako. Yaani kashamuvuoni. Wewe ni mwanaume. Na siku zote wanaume tunasahau na tunaendelea na maisha. Lakini kwa upande wangu mimi hapana. Unajua nilimpenda sana. Na hata mwenyewe unaelewa. Na kiukweli moyo wangu ulikuwa kwake tu. Ila of course nakuelewa. Lakini haijalishi ulimpenda kiasi gani. Kwa sasa hivi angalia maisha yako Remi. Lakini sio rahisi kumsahau Raji. Unajua nilimpenda sana. Nilimpenda sana. Na niliwekeza moyo wangu kwake. Lakini ameishia kuniachia maumivu tu. Wakati ambao nilimhitaji sana. Haji haufahamu. Haujui navyoumia. Nisikilize. Najua uko sawa. Bila shaka unahitaji kurefresh. Twende sehemu ukaenjoy kidogo. Na imani utakuwa sawa. Amka mwanangu, amka. Amka twenzetu. Na kuhakikishia utakuwa sawa. Let's go. Nisikiliza vizuri. Kuna wateja wengine wanakuja leo. Na wewe ndio binti ambaye bado hujaguswa. Wanaume wengi wanapenda mabinti ambao wameguswa kidogo au hawajaguswa kabisa. Sasa ole wako. Mimi naongea na wewe halafu anze kuniletea usumbufu mbele ya wateja. Na ole wako mgeni aje kukuchukua. Halafu baadaye aje kulalamika au kumpa ushirikiano. Utanitambua vizuri. Nahitaji mteja wetu akitoka hapa arizike.
maana najua tu nikiwatajia sifa zako watakuchukua wewe na mimi nitapata pesa nzuri. Na hili likae katika ubongo wako. Usifikirie kuharibu biashara yangu kwa mara ya pili. Sitakuvumilia. Kama unavyojua madam, siku zote lazima nihakikishe nakuletea pesa. Nashukuru sana Raji. By the way, leo kuna mali nyingine tena haijaguswa hata kidogo kama unavyoiona, na naamini huyu anaweza kuwa zawadi kubwa sana. Kaka, chukua mali unaenda kaenjoy. Mimi napoa hapa na kusubiri. Vipi na leo wewe? Hauchukui? Maana mali zipo nyingi sana. Leo nimekuja kumtambulisha rafiki yangu tu, ili siku nyingine akihitaji tena asinitafute mimi, afike mwenyewe. Hayo bwana, haina shida. Kaka, mimi naogopa. Sijawahi kufanya kitendo kama hiki. Hujawahi kufanya? Sasa kwa nini uko hapa kama ni hivyo? Kiukweli mimi nimelazimishwa tu. Ila sipendi na siwezi kabisa. Siwezi kakaangu. Ni sawa, lakini mimi siwezi kutoa pesa kama hakuna kitu kitakachofanyika hapa. Kwa hiyo lazima unihudumie ndio niweze kutoa pesa.